Leo nimepatana na Zakayo. Zakayo ambaye alichukua 310 ya Wakenya na ameamua kurudisha. Zakayo, naomba pastor simame. Sasa kama mnataka kujua Zakayo wa kweli ndio huyu. Thank you. God is good all the time. Geukia mwenzako, msalimie, mwambie Mungu anakupenda. Naomba niwasomee kitabu kifungu kimoja, kisha nieleze mbona nimesoma hicho kifungu. Luke 19 verse 8. It says, "But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give a half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Mbona nimewaambia hiyo kifungu ya Zakayo? Leo nimepatana na Zakayo. Zakayo ambaye alichukua 310 ya Wakenya na ameamua kurudisha. Zakayo, naomba pastor simame. Sasa kama mnataka kujua Zakayo wa kweli ndio huyu. Nataka niwaambie kanisa. Unajua Pastor Kajari niliona anachoma nyama kwa kanisa. Nikauliza, "Bwana, kanisa ni gani inachoma mpaka nyama?" Kisha leo nimekuja ameongea kweli. Amesema aliamua kurudisha ile 310 alichukua kwa Wakenya kama sadaka, kwa sababu hiyo wakati alikuwa ametenda dhambi kama Zakayo, na ameamua kuokoka arudishe. Na tumemsamehe. Amen. Kwa sababu hiyo pesa hajatumia kwenda kutafuta raha nayo. Ametumia hiyo pesa kusaidia wanyonge. Hawa kina mama wako hapa, amesema mtatoa sadaka kwa sababu alikuwa anatengeneza milioni moja. Sasa ile anawarudishia. Na nimesikia watu wanahujia huko hapa leo. Pastor, hiyo ni kazi ya Mungu. Kila amefanya ni kwamba hataki kudanganya. Mapasta wengi hapa hivi nje wanadanganya na miracle za uongo. Mpaka hata nataka nitafute Makarina na niambie kama kweli alitembea. Mama ni aje? Kwa sababu hakuna miracle inauzwa. Na Zakayo hapa yeye amesema ameamua kurudisha ile alichukua. Si mmemsamea? Hata mimi nimemsamea, kwa sababu alisema aliongeza mayai. Sasa ndio uweke maombi nirudi mahali nilikuwa juu zaidi. Amen. Nipate promotion niende juu zaidi. Amen. But what am I saying? Tukae kwa Mungu, tufanye kazi ya Mungu. Na Pastor Kanye ameamua kuongea ukweli. Atake waficha wapake mafuta hapa. Anaongea reality. Na amesema maskini kwa kanisa. Na ni kweli. Watu wengi wametapeliwa kwa kanisa wakidanganya kwamba pana mbele. Lakini yeye kwa sababu alikosa kweli 310 ameamua kuirudisha, na amesema hadharani, na Mungu amemsamea yeye mbinguni. Na mimi hata atamuombea. Mimi nitamuombea aendelee kufanya kazi ya Mungu. Mimi nasaidia. Acha nikwambie.
Usiende kwa kanisa uimbe, udance kila mahali watu wakuone, ujionyeshe, uweke mpaka pasta unapata ameenda kufanya bila kutafuta madaktari na walipo wadanganya kwamba watu wamepona ukimwi. You know, watu tuambie kweli. Pastor Kanyari amesema ambayo sasa ni satani. Yeye amerudi kwa Mungu na Mungu amemsamea yeye mbinguni. Na aendelee na kazi ya Mungu, aendelee kuwapatia hope wale ambao hawana, kama vile anaonyesha kijana mgonjwa, wala msaidia yule mama. Hiyo ndio kitu Mungu anataka kufanya. Naomba mapasta wengine sasa waanze kurudisha wale walichukua kwa njia ambao wafanye nini? Yeye amesema ataendelea kuwasaidia. Na amesema anataka akuwe kiongozi, achaguliwe kiongozi, apeleke neno la Mungu pale parliament kama mahali atachaguliwa, ili wote waokoke waanze kusaidia Wakenya. Kwa sababu wewe ufanye kazi ya Mungu kama kuna maskini anateseka. Watu wanakuja hapa wanatoa sadaka, alafu naendesha gari kubwa, unaishi maisha mazuri na watu wanateseka. Pastor, endelea na kazi ya Mungu. Hata wale ambao wanamcriticize kwa mtandao, naomba mtembee mkuje mkae kwa hii nyumba. Leo nilikuwa napita na nikasema wacha nipigie Pastor Kanyari kwa sababu ule msichana mwenye rescue tukapea story yake. Nimeona all the leaders, hakuna mtu amejitokeza ama pastor aseme huyo msichana anafaa kusapotiwa. Pastor Kanyari kwa viongozi wote, kwa wale wote akasema huyo msichana anafaa apewe support. Kitu ile mtuma afanye hivyo ni umaskini. Na amesema anataka kumsupport. Na kwa sababu huyo msichana bado akona uoga hawezi kuja mbele yenu, lakini nitaomba na pastor ampatie support ya huyo umaskini. Kwa sababu wasichana wetu wanafanya vitu vya umaskini. Mzazi ako hapa hivi mnunulia iPhone 17, lakini anadanganya na mwanaume kwamba atamtetea maisha kama huyo msichana. Ni msichana mdogo, lakini mwanaume alikuwa anamforce na record. Si ati alimwambia record, akampea pombe akalewa, akampatia unga, alimwambia sio kwa kitu ya white kama unga, akamwambia tia Smith ati inamaliza pombe. Kisha baada ya kumpenzi zote msichana akaanza kuwa ajielewi. Akamwambia akaenda ndani na wanaume wawili, ndio sasa ampatie mtoto, anataka ampeleke mpaka US. Kisha alimalizia wapi? Alimalizia kupeleka US kupitia kwa mtandao. Na mimi niko kwenye madhabahu leo, nataka kusema hivi. Huyu ndugu wapenda, utasamehewa, jitokeze. We also need to know, mbona mfanya hayo uliyoyafanya? You'll always be forgiven. Hata hiyo dada nimemwambia upenda jitokeze pia, make public apology, mkae na yeye, mkiamua kuendelea na kesi ni sawa, na pia kumsamea is an option. Kwa sababu hata akiweka kesi waendelee mpaka kotini, still at the end of the day jini shafanya nini? So ile kitu iko ni wote waje wakalishwe chini, kwa sababu ni vijana wadogo, tutaongea suluhu. Chenye alifanya si kizuri, na mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi, mimi ndio nahakikisha kwamba wanapata huduma services zile mhitaji Nairobi, naambia ni zipi. Hiyo ndio kazi ile nimepewa na gavana wa gatuzi, na mimi out of that responsibility nimepewa, nikipatana na mtu anateseka huwa namsaidia, kwa sababu nalipa na pesa ya taxpayer. Nimesaidia wengi napofanya hii kazi. Kuna wengine wanasema tunasikia napenda pia. Unajua leo nimeamua kuambia watu kazi yangu inaitwa public participation, citizen engagement and customer service. Hapo ndani ndio public relation iko. Sasa nikifanya kazi yangu ya PR ni vibaya, mimi ndio na communicate. Kama kuna kitu na communicate, kama sio msichana nilichukulia na nika communicate na nika engage wananchi online, na kila mtu alikuwa na maoni yake. Lakini umaskini ndio lituma ule msichana afanye kitu fulani. Lakini leo Zakayo amenionyesha kwamba unajua chenye anafanya, amenionyesha kwamba kazi ya Mungu unarudisha. Unajua leo nimeona is giving back what he took to them from the community through return. Na mimi hapo kusema nibariki leo na milioni moja, siwezi kataa mimi nisaidie watu maskini sababu natumia yangu ile kidogo, lakini tunaongea niende kama kama ni hali. But what am I saying? Let's practice
true gospel is not building a good church. Having so many people, they come, they give their offerings. You as the pastor, you are driving big cars, you have a lot of money. Watoto wako wenyewe mwalimu wanaishi kwa baa. Alafu wewe mwenyewe uko kwa Airbnb pale Kilimani ndio unaenda kupatiwa ile massage ambayo iko na happy ending. Na niliona kwenye mtandao watu wamepotea kwa wanaume wenu. Unasema hiyo bado. So pastor wa ukweli ni mwenye anaongea reality. Vile pastor Kanyai anasema, na mimi leo nimempatia jina mpya yule ambaye alichukua na akarudisha na Yesu akamwokoa ni Zakayo. Na kwa sababu amesema arudishe, mimi leo nimesema Kanyari stahili mtukana na tutafanya handshake. Anisamee wale nimeguza na mimi nimemsamea. Sio iko sawa? Asante sana pastor, endelea na kazi ya Mungu, Mungu akubariki. Ya Musilia. Na Musilia unajua, na Musilia ujue mimi ni mtumishi wa Mungu. Unajua wakati ambapo Musilia nilisema atolewe kwa ile cheo, Mungu ni kama alisikia na akamtoa kwa ile cheo. Na sasa ninamuombea katika jina la Yesu aende kwa cheo kubwa kuanzia leo. Maana leo tumefanya handshake na tulikuwa tunapigana na yeye sana kwa mitandao. Kuanzia leo sisi ni marafiki Musilia. Asante sana. Makofi ya Musilia, makofi mazuri.